hautapona. Bwana amesema fanya nini? Hauponi. Hezekia anaumwa sana, kaletea ujumbe na mtumishi wa Mungu nabii Isaya. Amwambia Mungu amesema tengeneza imani mwako kabla hujafariki, kwa sababu ugonjwa unaoumwa hautapona. Kwa taarifa hii amesema Mungu au sio Mungu? Mtumishi wa Mungu alitoa taarifa Hezekia, na hii taarifa hajakurupuka, ameambiwa na Mungu kwamba huyu haponi. Mwambie atengeneze mambo yake vizuri haraka kwa sababu haponi. Akampelekea taarifa, anambia ndugu yangu jenga mambo yako fasta kwa sababu kwa ugonjwa huu ndugu yangu hautapona. Amen amen. Anambia hautapona. Haleluya. Kitabu cha ajabu sana. Ni cha ajabu sana. Nataka tusome kitabu cha ajabu sana ambacho kinatuonyesha kwamba Hezekia alikuwa na dalili ya kupona hana. Kilichomponya ni nini? Ni nini? Kitabu cha Isaya 68:1 hadi mstari wa 5. After huko tutasoma mstari wa 9. Inasema hivi, siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Hebu sema siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo nyumba yako, maana utakufa hutapona. Yaani huyu mfalme Hezekia anaumwa sana. Isaya ni nabii wa Bwana, si ndio? Kwa hiyo akitoa unabii wake, maana yake Bwana ndo amemtuma aseme. Kwa hiyo hatoi taarifa ambayo ni ya uongo. Akisema utakufa, Bwana amesamiria huyo mtu afariki. Akaambia sikia nikwambie, tengeneza hapa nyumba yako, sababu Bwana amesema ugonjwa huu hautapona, utakufa. Hezekia aliposikia maneno yale, akasema hapa cha kufanya ni hichi. Naendelea mbele sasa. Nasema hivi, basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, Bwana, kumbuka haya. Hebu sema kumbuka. Akaona cha kufanya hapa ni mkumbushe Bwana. Inawezekana kuna mambo hapa natakuwa ni mkumbusho tu ili nikae sawa sawa. Akamwambia Bwana, nakuomba kumbuka haya, na kusihi nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Anamkumbusha Bwana hapo, ambaye nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana, ikawa neno la Bwana likamjia Isaya, akamwambia nenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimesikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, na tazama nitaziongeza siku zako kiasi kama cha miaka 15. Haya ndiyo maandiko ya Hezekia mfalme wa Yuda aliyokuwa hawezi, naye akapona ugonjwa wake. Hajapona kwa sababu aliwekewa mkono juu, hapana. Alipona kwa sababu alimkumbusha Mungu yaliyoandikwa, akamkumbusha Mungu kazi ambazo amefanya. Nimefanya kazi yako vizuri, nilikuwa mtoaji mzuri, nilikuwa mwimbaji mzuri, nilishuhudia vizuri, nilifuata watu wagonjwa nikaombea wakapona. Baba nakuomba uliponya ugonjwa wangu. Kwa yule Isaya ambaye alienda kumwambia utakufa, Bwana akamtuma tena, akamwambia nenda kamwambie Bwana umesikia maombi yako. Yule Bwana alitaka kumwangamiza, yule akamtuma tena, nenda kamwambie nimemuongezea miaka 15 ya kuishi, sitamuoa. Kuna mambo yako yalikuwa anataka kufa, lakini kumeuka sasa mtaji wako kaongezeka. Kuna mambo kumkumbusha Bwana hautaangamia. Hezekia alikuwa kutani, akamwambia Bwana hajalia na kumlaumu, hapana, hajanilalamikia, hapana, akamkumbusha. Leo tutamkumbusha Bwana asome mambo yetu, asome yaliyoandikwa, asome taarifa zetu, na taarifa yako itakuweka huru ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, uliyemtumikia Mungu sawa sawa, ulikuwa huna mawaa ndani yake, ulitenda mema mbele zake, ulitii na kufuata sheria zake, ulimshika yeye akaondoa ugonjwa kati yake. Kuna mauti ilikuwa inakunyemelea, haitapata nguvu kwa sababu tutamkumbusha. Kuna tabu ilikuwa igonga mlango kwako, haitafika kwa sababu tutamkumbusha. Kuna shida ilikuwa inakupata, ulikosea sana ulipolalamika, ungetakiwa mkumbushe. Hezekia akamkumbusha Bwana. Tutamkumbusha Bwana leo. Utaambia Bwana naomba usikie, sikia na kukumbusha.